Mungu ana kusudi na wewe. Mungu anataka kufikishe mahali katika nchi ijao maziwa na asali. Mungu anataka kukuinua, ila zipo gharama za wewe kuinuliwa. Hivyo ulivyo, unampenda Yesu, umeokoka na unamcha Mungu, ndio, ila hauna uwezo wa kwenda kukonka na kufaa zaidi. Kwa ili ufae wewe, unapitishwa kwenye changamoto, na katika hizo changamoto kuna tabia unapaswa kudhireply mbele za Mungu. Utaletewa shida, ila ile shida Mungu anakutazama utaitatuaje kimungu. Kwa hiyo usipokuwa na maarifa juu ya kutatua shida kimungu, kineno la Mungu, kiujuzi wa kimungu, hautainuliwa. Kwa sababu maisha tunayoishi katika huu ulimwengu, tuna dhiki, changamoto, shida. Kuna mambo ya kukatisha tamaa, kuna mambo yanayouzi watu, kuna mambo yaliyofanya wengine wafia hapo, kuna mambo yaliyofanya wengine wazimia hapo, kuna mambo yaliyofanya wengine wachoke, kuna mambo yaliyofanya wengine wakate tamaa. Mambo hayo Mungu anakupitisha ili uweze kuyashinda, na utakapoinuliwa uwatengeneze na wengine. Yesu akamwambia Petro, nimekuombea wewe Petro, wakati ambapo ibilisi anawachekecha, wakati ambapo ibilisi anawafinyanga, wakati ibilisi ambapo anawapepeta, imani yako isitindike. Mambo hayo ambayo yameangusha wengi, mambo hayo ambayo yameua wengi, mambo hayo ambayo yamekwamisha wengi, mimi nakuombea wewe ili imani yako isitindike, ili utakapoongoka Petro, ili utakapotembea katika neno la kuvuka, uwategemeze na wengine, uwavute na wengine, ili utakapoinuliwa Petro, uwavute na kundi kubwa. My God. Gharama ya kuinuliwa lazima Mungu akupitishe. This is part and parcel. Kwenye interview kuna kitu kimoja kati ya kuwahoji watu wa kuambia jambo fulani, na kuna uhalisia wa kuingia ili uone hisia za watu na mtazamo wao katika uhalisia. Kwa mfano, unatafuta kujua mtu ambaye ni mlemavu kuwa anafanyiwa nini, unajifanya wewe ni mlemavu alafu upite uone wanafanyia nini, wana reply nini juu yako. Kwa hiyo katika wokovu, we are part and parcel of what God wills for us. Sisi ni sehemu kamili ya mambo yote ambayo Mungu anataka kututendea, au mambo yote ambayo Mungu anataka kutufikisha mahali. Kwa hiyo tunakuwa ni sahihi kabisa kuyaishi katika uhalisia ili tuweze kufika pale ng'ambo. Kwa katika ile shida, changamoto, tabu, jambo la kwanza ambalo Mungu anataka utoke kwenye hiyo shida, utoke ukiwa hodari. Katika hiyo shida, changamoto iliyoua, iliyoangusha, iliyozimisha wengi, Mungu anataka aone uko mvumilivu. Are we together? Mungu anataka aone ukiwa ni mvumilivu kwenye hiyo shida. Mungu anataka aone ukiwa ni hodari kutatua hiyo shida. Angalia mama wa Musa, akawa ni hodari kumlinda na kumponya mwanae katika ufalme wa Misri. Akasema binti Farao huwa anaoga pale. Je, unazijua fursa? Unajua fursa ya kuponya familia yako kwa akili na maarifa na uhodari? Unajua fursa ya kumponya mumeo katika shida na hatari? Wewe ni mama mchungaji, wewe ni mama mchungaji, utawezaje kuponya kanisa katika hatari ya mdomo wa simba kama mume wako hujaweza kumponya katika hatari ya wachawi, katika hatari ya mabinti wabaya, katika hatari zozote za ulimwengu wa roho? Unataka kuwa baba mchungaji bora au ni baba mchungaji, kama hujapitishwa katika mazingira ya kuwa hodari, hauwezi ukafika, hauwezi ukainuliwa, bali utakuwa chakula cha hao maadui mbele yako. Lakini ukitengenezwa kuwa bora katika neno la Mungu, Mungu ndivyo atakavyokuinua na ndivyo atakavyokufikisha. Kwa hiyo Mungu anakutazama, unatatuaje changamoto hii?
Mkono wa Bwana uko na wewe. Neema ya Bwana imekutangulia. Malaika ametumwa njiani akutangulie, lakini jambo la kuzingatia ni kuwa na uhodari na uvumilivu na striking, ili uweze kushinda na watu kwa salama. Mama yake Musa akamponya mwanaye. Alipoona binti Farao anaongeaga pale, akaona ile ni fursa, akatengeneza kisafina akamhifadhi mwanaye. Alafu akamwambia mdogo, dada mtu, kachungulie sasa, ukaangalie pale. Akisema tu anahitaji mama wa kunyonyesha, mwambie naweza nikampatia mama wa kumnyonyesha. Mama yake Musa huyo akachukua posho na akamnyonyesha mwanae, na mwanae akakuwa kawa salama, na ndiye ambaye alikuja kuwa mkombozi, kukomboa taifa kutoka kwenye mikono ya mfalme. Gharama ya kuinuliwa. Mungu anakutengeneza uwe hodari katika mapambano ya ulimwengu wa roho, uwe hodari katika kuongea, uwe hodari kuingia na kutoka. La sivyo kuna watawala mbele, kuna watawala ambao ukimesa kumeisha. Musa naye, uhodari wa Musa, anaangalia kuna watawala. Mara ya kwanza akamwokoa Mwebrania aliyekuwa anaolewa. Mara ya pili Waebrania kwa Waebrania. Musa akastrike, akakimbia. Kwa lazima ujue, lazima utambue gharama ya kuinuliwa. Lazima ufanye kwa hodari, mwenye busara, uijue fursa, lakini uwe mvumilivu katika kazi ngumu. Uendelee kutenda katika utumishi mgumu ambao Mungu anakupa, katika maelekezo ambayo Mungu anakupa, uendelee kuyatenda maelekezo yale.